joto kinitazama nitaimba slow, sitoweza kukuchiti, I can say no. Nature Beauty namba 8 kachipuka leo, wengine no. Nebuka za buti tumetoka long baby, wajua kunkonyeza special macho mwili ukitembea una perform mavi kwenye inzi, so lazima Hivi unawaza ni nini kinaweza kufanya wa best rap? Unapofumu kwenye kibanda cha walevi. yeah. First of all, kwanza naweza nikasema leo kwenye Interpol DMC Media Online tuko na Mr. Emoda Papa. Tuna maswali kadhaa tunaweza tukamuuliza hapa, 1 2 3 tukapiga naye story. Inakuwaje brother? mnyama nyali. Maji pande hizo. Tunamshukuru Mungu, kidogo tunapambana mzee. Inshallah. So leo na maswali machache nitaweza kukuuliza right now. So because mashabiki zako wanasema right now uko busy sana, sijui shida ni nini mpaka uko busy kiasi hicho. I mean, there's a lot of stuff like the Mzaga, I guess alikuwa anazungumza kuhusu baadhi ya mambo, akasema no. Moja tu ya You better kuimba get to know me first of all. Like, hey, I'm proud of them. Like, I'm proud of kila kitu wanachokifanya the way wanafanya anyway. So like wanafanya ni good, but what I'm saying is like wasinizoee na kusema like muda nakuaga wa hivi anyway. No. Bado nimefika hapa Marekani, ni mgeni, so najifunza aina tu ya mziki mzuri, so sitaki nifanye mziki mbaya. Ndio. Kwanza alisema wewe nyimbo zako wanaosikiliza sana ni wakina mama only. I mean, I don't know. Wasikilizaji wangu sidhani kama kuna namba ya mtu ambaye anaweza ikaitwa kina mama, maana inaanza kwa miaka 19 ya 18 kwenda 25 ndo walio wengi. Kusema 25 kwenda 30 ni wachache, alafu kwenda 30 na 40 kule ndo less number. So sidhani kama hapo alikuwa yuko sahihi sana, kwa sababu unaweza nikamuonesha hata nani zake, screaming zake. Oh. Hivyo akisema top 10 ya marapa zako watano unaweza ukatia wangapi? Wa rapper watano like vipi in the world, or like how vipi like marapa vipi sasa, sielewi swali lako. Wale marapa wako watano ambao unakubali wewe kwenye muziki wako. Yeah, duniani kote. Kwenye marappers watano in the whole world au kwenye yetu Bembe community? World. Marapa watano, so like yeah, let me be honest, mimi marapa watano, I mean, first of all, kwanza naweza nikasema Khaligraph Jones is my favorite rapper, and kuko Sakodi, kuko mimi, alafu Fino anakuja, na mweke Katapila, ndo watano mimi. Oh. Hivi nani alikuinspire kwenye muziki, yani ukasema huyu ndo alituma mimi nianze kurap? Ni brother fulana anaitwa Ericalo Neuro Boy, nisema ni one of artists kwa sisi Mabembe community, mwenye alisema kwamba yes, mwenye nilifanya kumsikia nikasema I can do it bro, like the way alikuwa na rap, even though ni mziki wa zamani, ukisikiliza sasa ni wa kisasa tu. So the way yule jamaa alikuwa ni best rapper ever, but kufika hapa Marekani na nasikia anajiita Jesus cousin, and I don't understand why hacha hivyo. So unajua tuna got a lot and we don't know, like maybe alikuwa anapitia changamoto zilizomfanya mpaka akaacha. Anyway, so ndo hivyo tu. Oh. Sasa lini mashabiki zako wategemee kuona albamu yako ama albamu mpya? Mimi siwezi nikajisema wategemea lini anyway, au like kind of EP styles, like naweza nikawa na nyimbo nyingi zikafikia EP, haito nifanye mimi release EP au album whatever, so naweza nikawa na more than 10 songs and it's like akili yangu kwa hiyo ni release EP because I got a lot of songs. Now some they be like okay, ninaziachaga nyimbo zingine kwa sababu tu zishachukua muda kidogo niko nazo, na nacheza zingine, so like I don't really, it's not necessary to me, like siwafikiriagi huko, being honest, but naweza nikaachiaga EP but itakuwa na like 5 songs stuff like that. Ila sijui lini naweza nikawapa ahadi au promise. Hivi kwako right or freestyle? Unamaanisha nini? Wewe unapendelea
kuandika ama freestyle? Both, ina depend on the situation anyway. So like both. I can do both. Like normally kabisa kabisa freestyle is my favorite one, and kuandika kuna make sense because you gotta chase like some hard words and they use it kwenye mziki wako, because like people they gotta like okay pay attention alikuwa anataka kusema nini, so uwezi ukafanya hivyo in a freestyle way, so unatakiwa ukae chini uangalie ni kitu gani unakifanya anyway, stuff like that. Hivi wimbo wako wa kwanza ulikuwa ni wimbo gani? Wimbo wangu wa kwanza ulikuwa ni wimbo fulani, ulikuwa naimba rappers. I guess and I remember mistari yangu nilikuwa naimba sijui mwili joto kinitazama nitaimba slow, sitoweza kukuchiti I can say no, Nature Beauty namba 8 kachipuka leo wengine no, hebu kaza buti tumetoka long baby, wajua kunkonyeza special macho mwili ukitembea unalegezwa, niweza kwa gidi navyocheza unajiachia ukiniachia msiojiweza, vita tu vichini vyanifanya kawateja, silogwe kutenda ladha naone tujeneza nao, nazidi kupenda nao, sikumbuki mambo mengine, lakini huo ndio ulikuwa wimbo wangu wa kwanza anyway. Huo wimbo wako upo YouTube ama ulishia kuandika tu? Nao hauko sehemu yoyote ile, Ya uliandika. nilirekodi kwenye simu. At the time tulikuwa tunarekodi kwenye simu kwa to say my best producer right now iko back there. Like Hivi mashairi yako wanatoa wapi ama unasaidiana na watu kuandika kama imepata? sijawahi kuandikiwa, sijawahi kusaidiana na mtu kuandika wimbo wangu mimi, ila tunaweza tukasaidiana wazo, maybe labda tukiwa sote studio anaweza kanisaidia, wewe muda fanya hivi hapo, ingiza haka, yeah, hivyo inaweza ikatokea na happen kwa a lot of artists, so like wanaweza kasaidizana studio, but mimi mwenyewe in personal nikishuka kwenye pen na shuka kwenye pen, because imagine like I've been doing like a lot of collaboration, and it's hard to you to understand it, like how anakuwa iko anafit every ngoma na anakuwa anafanya kweli, so inadepend. Hata kama ananiandikia lazima angelitaka we yeye famous na niache mimi, so siandikiwi na sisaidiwi anyway. Umewahi kujipa nafasi ya best rapper? I mean depends, like my goals inakuwaga ni kuja kuwa best rapper. Right now I might say now I'm not the best, but nitakuwaga to the best, and then I will be like the best rapper ever, so inakuwaga na plan anyway, like siwezi nikawa ile like the best, really the best, like hiyo sehemu nikajipa mimi, but akilini mwangu naonaga kama bado sijafikia kitu fulani, so trying to chase my dream, man. Hivi unawaza ni nini kinaweza kufanya wa best rapper? Ni akili, nipende ninachokifanya, niwekeze muda wangu na baadhi ya vitu, nijifunze muziki kutokana na wasanii wengine, nijifunze muziki wa sasa unasema nini nifanye. Hivyo vitakuwa ni vitu kati ya vitu ambavyo vitanisaidia for my side. Najiona like hivi ndo vitu ambavyo vinaweza vikanisaidia kuachieve my goal, and I believe that. Hivi kama mtu hajawahi kusikia mziki wako, ungependa ausikilize mziki gani ili aukubali? You know, ngoja niseme kitu. Mimi huwa sifanyi mziki kwa sababu trend. Sifanyagi kazi juu ya trending. Hata kitu akina trending by my side, like if I feel like this is a good thing, bro, like ninaenda na hiyo hivyo. Kama kazi zangu nazozifanya naonaga kama akuja kuwa kazi ambazo naweza nikamsikilizisha mtu na mtu akasema like hii hapa ni bora kwenye kazi zangu, bado naonaga hivyo, ila kwa umbali anaweza akatazama tu zile ambazo anajisikia yeye kutazama, kwa sababu siwezi nikasema eti hapa nimeua, hii hapa hapana. Ila especially nyimbo zangu ambazo nimeifanya kama hii ya mimi na wale madogo, ile ya ukiwa na pesa, I be like this is the good one, this is the good one, you know. Kwangu mimi iko good one. Ile ndio unaweza ukampatia mtu asikilize ila kukubali. Yeah, by my part, yeah, but sijadhani kama kwenye kazi zangu kushakuwa kazi ambazo nazisema eti hizi hapa naanza kuelekea kwenye usawa na utafuta mimi. Hivyo unadhani nini kinafanya wasanii wengine kukaa kimya kwa muda mrefu? Majukumu, bro, like, and like people to go through a lot, you know, a lot of stuff will be around now. It's like you can't even imagine, bro, like you don't know when mwenzako wako anaenda munini, so I'm not gonna say like upande wa wenyewe anyway, so wanaweza kasema no, mimi sababu mimi kuwa kimya kwa sababu ni hii,
Mwingine anasema no, mimi kuwa kimya ni kwa sababu tumejisikia. People got a lot of stuff going on by themselves. Like, okay, mimi siwezi nikakuwa naongea opinion za watu wengine, ila mimi nikikaa kimya basi natunga sheria. Nikikaa kimya mimi unajua kuna vitu navifikiria. Kwa nini tu mimi nianza kufanya muziki zamani bro, lakini nilikuwa na opportunity, nilikuwa na big ass like name, jina langu lilikuwa ni kubwa. Ukubwa ulikuwa ni wa tembo msuli kabisa, lakini mavuno yalikuwa ni ya sungura. Kwa nini nisikuwe mtu mwingine different, like nikakuwa zaidi ya yule ambaye nilikuwa zamani? Cause nishaga kuwa mkubwa anyway, so watu wengi wananijua, so naweza nikasema kwenye zile nafasi za underground nilikuwa nishazipitia in perfect way, like nilikuwa nishakamilika kabisa kuwa hivi, but kinini kile ni push back and like naanza kufanya vitu ambavyo tena watu wengine wanavichukulia normal, so kitu ambacho kinaniumizaga kichwa, no, I gotta change this. And like, I don't care. Watu watasema naanza kuimba matusi. No, tunataka gaya naimba vya buzee. I don't care. What I'm doing right now is like, kule kwenye akili zangu zimenituma na kusema huku niimbe huku. Afrozaga alikuongelea hapa, tulikuwa naye kwenye kiti changu, so kuna maneno aliongea akasema moja mbili tatu, na niliona kwenye comment ulikanusha kwenye comment, niliona kama umemjibu. No, like my boy, mina I understand what unajua tunazoea kuwa na argument na yeye sometimes, but they all about music, you know. Mimi naelewa hivyo, and then I don't wanna like be and like sitaki kuwa disrespectful kwake, ila mimi naelewa anachokifanya anyway, so napenda anachokifanya. Mimi sijawahi kuwa na wivu na mwenzangu wa mziki kwa sababu anafanya hivi, hapana, ila mwenzangu akifanya kitu kikubwa najiulizaga na mimi nini nifanye, ili mradi kiwe na usawa kama ule wake. So nakuwaga naumiza kichwa kwa hilo, niwe nafanya kitu ambacho kiko best, then ni mjibu sasa nani pale, kama alivyosema wanakuwaga na experience, wanakuwaga na bad experience about ours wenyewe, bado tumetoka kambini bro. Afrozaga yako na more than 12 years hii hapa Marekani, na anataka mimi nikifika tu niko na 2 years nifanye Kiingereza kama anavyofanya yeye, like nianze kuandika kila kitu nifanye Kiingereza so kama anavyofanya yeye, ili mradi ndio wetu kwamba anafanya international way, kwa sababu wanakuwaga na mimi like yote anafanya Kiingereza ndo anafanya international music bro. That ain't like that. I don't believe that bro. But my side kija kwangu bro, I don't really trust none of that. Like mimi nafanya kile kenye mimi naamini like best melodies and it's zikamfanya mtu afike somewhere, and I believe that because I've been like listening to Zulu songs. I don't even know what it's talking in there, like what it said in the music. I don't understand ile lyrics is out, but by my side I feel like there's something in there. Kuko kitu fulani. Yeah. Hivyo ya. I think right now Na ndo hivyo. watu wanakulinganisha wewe na Afrozaga. I don't think kama iko real necessary, but what I'm saying like, okay, let's see. Who's the best, right? Let's see. Mimi iko cool. Mimi siwezi nikamkataa mtu kunilinganisha mimi na mtu mwingine, cause that's ni our opinion is hapo wenyewe, but my side I don't feel like naweza nikalinganishwa na mtu, but acha tufanye mziki, so acha nifanye kule wanakokufanya tuone nani bora. So si wenyewe wanajua wanachokifanya anyway, na wenyewe wanaelewa kabisa huyu naye anafanya hivi, so let's see bro. Yeah, I'm good. Yeah, niko ready to go. Mashabiki zako wategemea nao utatimba kule kwa ndo wanataka right? Yeah, wategemee hivyo like up wakina Stone Wiz the Ray, watu wanafanya good rap, you know. Kulikuwa mabraza fulani hata marehemu kina nani ule pale kwani mpaka madarasa wale walikuwa wanafanya na walikuwa the best, like they will like walikuwa wana take over everywhere. Kipindi niko kambini walikuwa na take over everywhere, nilikuwa naenda nikisikilisha kina Dore, bro sikia nimetoka kurekodi nyimbo studio, nataka yeye anisikize tu anipe zile, you know, scale of a 10 and rate kama niko 7 or 6, and like I mean, nilikuwa niko na feel good at the time, you know, but kitu kimoja kiko inside me kinasema huko zaidi yabo hapa, huko zaidi yabo. Yeah, keep doing it. Like, keep doing it. Try your best. Keep trying. And I was like, okay, let me do it. You know, nakwaga find kitu kiko inside of me. Ndo hivyo, yeah. I believe myself like I'll be the best one day, but not like the best all world, but nitakuwa the best at my side and nitajifeel like this is what I want. Watu wengi wanasema Da Festa kuwa wamerongo kupanga listi zao za tunzo. Na wewe unaweza kuzungumziaje kuhusu Da Festa?
Nothing wrong with it. Like mtu akiandaa kitu chake anajua anachokifanya bro. Mimi nasemaga lolote linalotokea linatokea kwa uzuri. So ukiona wamepanga vile ni mambo yao. Anyway, huwezi ukawajudge. Many artists maybe labda hawakuwa na sababu ya kuwekana kwenye tunzo zao. Anyway, labda hawajawahi kuona kazi zangu, siwezi nikawa blame anyway. So kenye kinatakiwa mimi nikifanya ni keep focus, ili mradi mwisho wa siku wanione. So nadhani itakuwa ni jambo nzuri, kwa sababu mimi ndo msanii pekee ambaye sijawahi kuwa na tunzo, na nilikuwaga kwenye level tu za kukua maybe labda hata kwenye Banyuka kama zamani, lakini sikuwahi kupata tunzo huko, wakapataga wengine, nikakuwa like the best some years, and wakasema like she deserve, and like I'm good with it, like if they don't Hivyo see it, nadhani they don't see hivyo it. nadhani nini kilikufanya wewe usipate tunzo? I don't know, cause people labda hawajawahi kusikia nyimbo zangu anyway, na basi maybe labda wanafikiri there's nothing good in it, like maybe yeah, siba blame anyway, nasema tu being honest, like maybe hawajawahi kupenda nachokifanya, ila inakuwaga inavunja moyo sometimes, like inakupa tena moyo wa kusema okay, endelea kufanya, maybe labda atakuja kuona siku moja. That's what I'm doing. Hivi director wako bora ambaye unapendelea kufanya naye kazi ni nani? Mimi siwezi sema niko na director bora, anyone anaweza kawa bora, but nichukulie zile scraps na mimi zenye ninapanga eti kwamba kwenye kazi yangu sasa hiki na hiki na hiki siko za right now, sitaki kama nilivyosema before, sitaki kufanya kama zamani, and which is good to me, and I feel like I gotta be different. Yeah. Yeah. So hapa kuna kizungumkuti kilitokea mitandaoni katika wasanii ambao walibishana bishana. Tulikuwa na msanii Kizzo Boy alikanusha kusema kwamba hizi ambazo wasanii wengine wanafanya huku USA ni boom, sio concept wala sio nini, zile ni boom. Unaweza ukawaambiaje? Kizzo Boy anasemaga anasema bro, he say what he say, like kwaga anasema tu kenye anataka kusema anyway, anaweza akajisikia kusema anything Yeah. according to himself, like okay, I gotta say this, and like aoni chochote kile, so anasema kenye anasema anyway. Namuelewa Kizzo Boy, so mimi sikuwaji mtu wa kusema au kusema kwenye interview niende niseme kumhusu mtu fulani anyway, but ningelikuwa wa ile akili yao yeye na Nyago ile ya kwenda kusemana sana kwenye interview, mimi ndo nilimtoa fulani, I'd be like a lot of artists, naweza nikasema fulani ni mimi, fulani ni mimi, fulani ni mimi, but I don't want to do it because it's not my plan, like it's not like, sio kawaida yangu mimi kufanya hivyo. Kwa hiyo Yeah. alivyosema Kizzo Boy zile sijui wanafanya huku wasanii wengine ni boom. Sasa Amekanusha wenyewe wanafanya nini? Si nilikuwa kule na zilikuwa ni hizo bumu, kwa sababu youth center zilikuwa zinawekwa na viti kabisa. Nikiangalia kila show kule ilikuwa ni hivyo tu. Different ilikuwa ni moja ambayo alikuwa anaandaa Agora, ambao watu ndo aliwahi kusimama, na ilikuwa ni after, maybe after party, inaitwa zile after party. Msanii mmoja amekuwa na hit song akablow up, like kila mmoja akapanda na vibe kama alivyofanya Dogo Gaspa kwenye EP ya Random, watu wakasimama. So ziko the same. I mean this one is the best one. Hii huku iko better then zile zinafanyikaga kule anyway. So hawajawahi kuwa na show. Nadhani kwenye mwaka mpya, sikukuu ya mwaka mpya, niliona Nyago alivyoenda kuperform kwenye kibanda. Kwa kibanda cha pombe usitegemee kuna watu like wanaenda na timamu zao. Tena siku ya mwaka mpya walevi watakuwemo wengi, so I don't think iko very necessary mimi kuiongea, lakini bro, Nyago, Kizzo alikuwa iko wrong. ile ya Nyago ilikuwa haiko show, yani alikwenda perform kwenye kibanda cha walevi. Yeah, kibanda yani ana perform like una perform mavi kwenye inzi, so lazima watajaana tu kwenye kinyesi kile. Kumaanisha nini hivyo? I mean, ninapenda kumaanisha kwamba vibe kwa walevi ni normal. Haiko na hit song, haiko na nini, anything inaweza vibe kwa mtu mwenye amelewa. Tunaonaga wazee wanavyovibuka na zile bolingo ya nyaso nini na nyimbo za mama nani huko 50 years ago, and bana kwa wako nazisikiliza in a good way. It doesn't mean like Dylan doesn't go the best at this time, bro, like what I say is hiyo tu anyway, bro. Hivi watu wakitaka kumzungumzia Moda, so unaweza na kuzungumzia kwa njia zipi? I mean, so kama alivyosema Dogo,
Gasper kwenye nyimbo yake, one of my favorite song like ile yawe yawe Mm. yawe yawe, ile nyimbo ile, kuna vitu ambavyo ule dogo alivigusa mule, alisema like nazombwa na watu wanishikilile. I mean, mimi nakwaga najisikiaga niko na golden heart, niko na golden heart, but people wanakwaga bana nichukulia in a different way, so wakiniangalia wanaweza kanizungumzia whatever wana feel like wenyewe wako na important kunizungumzia hivyo, but niko najifeel mimi niko in the right way, and which is good to me. Oh no, what's wrong with it? Like piga masimu anyway. Ndo Masha- hivyo, so watu wakitaka kunizungumzia wanizungumzie kwa lolote anyway, but mimi ni mtu ambaye nachukiaga kitu kimoja, hiki nitakisema, Mm. naweza nikapenda kiwe safi, like watu wajue mimi Kama sipendagi ma negative sana kwenye kazi za watu. Like ndio. muona mtu amefanya kitu ukaenda kuwa kwenye negative way, anifanya like eti kwamba hiyo ndio inanipa moyo mimi kutokufanya, eti kwamba au labda nibadilisha, alinipi changes zozote zile kama mwenyewe sijajifeel kuchange anything, you feel me? But negative way unaweza sema huyu vijuaki huyu nini, unaenda kumvunja mtu moyo ndawe like, na si wote tuko bado underground, hatuna na kile ambacho tushakifanya kiko big. Ndio sasa tushai kufanya kazi na kwenye industry yetu, I mean kwenye mziki washagaelewa kabisa watoto wa Kibembe wana vipaji, Ndio. lakini wewe kuwa kwenye negative way kwanza kuponda kazi, hapa hamna kazi, hapa hamna nini, like kazi anayoifanyaga brother Nelly wangu, the good Mm. thing inaweza kuwa pale a support, akiona kama kuna nothing good in it aache kusupport, which is good, and I'll be like my brother anakuwa ni mmoja kati ya watu ambao naangaliaga nasema yes, brother anakuwa na kitu na mchango mkubwa kwetu sisi, lakini sasa kuna baadhi ya sehemu zinakuwa wanakosea, in short zinavunja mtu moyo anyway, lazimpi mtu eti kwamba ile like big up like keep doing it, because I know naweza nikawa niko wrong right, ukakuja straight to me na unaniambia kuliko kuaminisha mashabiki zangu eti mtu hajuagi tena. Haijalishi hii, sisemi eti kwamba ni kwa mtu yoyote ule eti labda nasema kuhusu mimi, hapana, hii nasema kuhusu kila msanii. Sipendagi nione comment ya negative kwa kila msanii, yani kila yeyote anaifanya kazi hapa industry hapa Marekani, Ndio. sipendagi nione comment ya negative like niseme huyu havijui huyu nini huyu, uaminisha watu wengine. Sawa, nikumwambia havijui kwa sababu focus labda tafute something new, put it in it, like put effort kwa kile anachokifanya, but sio kwa kuaminisha wengine, because I believe mtu anaposema vibaya kukuhusu wewe for the first time ataanza kuaminisha wale wengine tu kwamba wewe ujuaji, na kweli na watu wengine wanakuja ku end up kuamini kwamba havijui, but which is wrong right, iko very wrong for real, being honest. Hivyo unaweza kumwambia brother Nelly ache kwa gisi anavyofanyaga mara anaponda. Siwezi nikana la kusema brother, sija kanipost mimi ninasema like kusikua zile comment za negative sana, sijasema yeye, mimi nimemsema yeye kwa sababu yeye na yeye ni kichwa cha jamii, yeye ni kioo cha jamii, watu wengi wanamtazama anyway. Nimetumia mfano kwake yeye kwa kumaanisha watu wengine anyway, Yeah. sijasema yeye ni yuko pale supporter, na I don't wanna say nothing brother, anaweza Kozi brother Nelly naye sometime wanapostigi negative kwa wasanii wetu. yeah, Labda that's what I'm saying, like mimi sipendagi kuona negative comment like kwa mtu yoyote yule, artist yoyote, sababu inanivunjaga mimi moyo. unaweza kuona cha Kitu kumshauri. kitu kitu labda mtu asijokijua, mimi nikiona comment ya negative kwa msanii mwenzangu najionaga kama ni mimi, you know, and I feel like me, mbona huyu mtu angelikuwa ni mimi ningelikuwa niko kwenye hii stage, so nakuwa najisikia vibaya anyway, so like siwezi nika appreciate mtu mwenye ako anafanya hiyo kind of stuff. By my side I'm like it's too much, man. Ndio. Yeah, but mimi honestly I guess ndo hivyo, sipendagi kuona negative tu. Maybe labda siweze nikapenda mtu mwingine afanye kitu kiko better, like way better than what I do, nitakuwa naweza nikaa na wivu wa mafanikio. Mimi nakuwaga na ule wivu, akifanya kitu kiko way better than what I do, I was like okay, let me keep it up, maybe cha kwangu kijakuwa bora, so na keep focus kwa kitu nipate kitu bora tu, na mimi nikikifanya ili mradi nimtambie yeye yule aliyefanya kile bora zaidi ya kile ambacho nilikuwa najisikia kwa ule muda akikuwa bora, so they gotta weka hicho akilini niyo. Mm. So yani wewe mambo ya kusikia mtu anaandika negative kuhusiana na wasanii wenzako
so unakuwa unajisikia vibaya sana yani. Yeah, mimi ni mtu najisikiaga vibaya sana Sasa unaweza kwenye ukawa any YouTube channel, like najisikiaga mbona hata hizi naweza nikafuta mimi, yani ingekuwa yeah, I don't like, najua negative zinatakiwa kuwa kwenye life. Nahitaji maadui ili nifikie mafanikio, lakini sio negative zile za kwenda kuaminisha watu, because mimi nilitoa mfano kwa brother kwa sababu yeye ni kioo cha jamii. Anaenda kuchukua, anaenda kukubandika kule, huyu ajuagi, huyu anaaminisha watu for real way, like ajuagi, and people, some people they like damas more for na banaamini hicho, like okay abijuagi, and like he's not like how he was before, and like, which is not good. unaweza Like hey, ukamshauri haiko tena venye alikuaga, so amechange. Aliwahi kunichukiza my first time when I got here, bro. Alikuwa kila siku no Emoda, we be like Emoda keep doing like mzee shit, anakuwa ana kill sana. I was like, what? Bro, I try my best to do it in a different way, like, and I keep push me back, bro. Like, and I keep kunirudisha, like, I don't want to do that no more. Like, I don't feel to doing it, like, ile yenye nilifanya a lot, and like, I'm done with it. But yeah, I could push back and like, oh, like sometimes when I feel like, no, I don't want to do this no more. But people, they be like, okay, because sababu shanza ameisha batu in that way, like, you have to do this. And which is good sometimes, and which is bad, because I got to focus in both way, bro. hivi. Ni msanii gani ama ni msanii yupi ambayo unatarajia kutoa naye collab katika wasanii wetu hapa? I mean, artists wenye wanafanya vizuri naweza nikafanya nao collaboration, and like my favorite boy, and then I mean siwezi nikasema majina, but ninataka kufanya collaboration na nakuaga na ndoto. I mean sio tu kwamba ni ndoto zangu za kufanya collaborations zinakuaga za wasanii wa mbali. I mean sijali washazimaga au vipi, yani short, ila wapo kwetu kuna madogo anafanya vizuri, so napendaga kuna kazi nikiandika nasema dogo fulani kwa anavyofanya sasa hivi, kinishikia kitu hapa hichi nitapata kitu hapa ya kuna hizo kazi, lakini hautamtext dogo maybe because anaweza kuwa busy, iko na lot of stuff gato, anaenda hivyo tu. Yeah. Labda kama msanii gani? Kwa sababu tukiangalia collaboration zako wasanii wote, kwenye kuna kazi nishawahi kumfikiria dogo Johnny Boy, I ain't gonna lie. Nishawahi kumfikiria Johnny Boy kwenye kazi fulani, nikasema dogo hapa nisikia kitu hapa nitapata kitu. Yeah, nishawahi kumfikiria Johnny Boy, nishawahi kumfikiria Jizamsi. Hata kazi yangu kuna kazi fulani wahi kumtumiaga dogo Gaspar before, hata haja release nyimbo nyingi, ila ilikuwa bado ile Working Boy, nikamtumiaga kazi fulani, nikamwambia dogo sikiliza hii, because nilikuwa na feel like ana fit mule, so the things as it work out, which is hivyo. ndio. Yeah. So kwa sababu tukiangalia nyimbo zako nyingi wewe unatoa na brother Avery Simba, ndio collab zako nyingi wewe unatoa na Avery Simba. I mean sio nyingi, niko na nyimbo 2 au 3 hivi na Avery, but nyimbo niko na Avery nyimbo nyingi anyway, but zile ambazo ziko on my YouTube ziko 2 au 3, but people unajua kisha kuwa na 2 wanafikiri ni nyingi, then tena kuna kwa ile communication, bro. Siwezi nikakushirikisha huku sina good communication na wewe. Kuna muda utachukia, anambia bro hapa nazingua bro, niko busy, and I don't want to hear that. Like maybe labda nisha propose kazi ukinifanyia itakuwa imetisha, lakini ukaja niambia bro niko busy na siwezi nikafanya hivyo right now. Text my like that's a lot of stuff, ina depend na mwenye uko naye na good communication anyway. Yeah. Na Simba sasa hivi amezima, sijui unaweza kumwambiaje, because mimi I mean like kuzima kwa Simba ni kama kuzima kwa mimi, na mimi naweza nikasema hivyo ya kama Simba amezima basi na mimi nimezima, kwa sababu I feel like hawezi kuzima yule maboy, hawezi kuzima, hawezi sema anaweza kanyamaza kwa mbali. Ndio. Anaweza kanyamaza kwa muda, cause na believe mko yeye anafanya vizuri, and like is the best, and hawezi kuzima. People waondoe wazo kusema kuzima, but anaweza kawa kanyamaza. Kuzima kwa Simba ni hivyo sana, right? Yeah, ni kazi, ni kitu kingine, I don't try.
Kuna jambo gani la kuambia watu ambao wana support mziki wetu hapa, kama vile kupush watu wengine Yeah, kujua? wa keep push bro. Tuko na Yeah. good artists ever. Tuko na good artists, nikisema Wabembe tuko very talented and the good things like wanaanza kutuangalia na sisi, which is good to me. Which is good. Cause napoangalia mwenzangu anatazamwa sana. I feel mimi nikitoa kazi hapa lazima nitatazamwa. So I feel like, okay, acha wakutaniwa ahead, and which is good, which is like our goals, everybody like, okay, to push Afro Bembe ifike somewhere tunakuwa tunatazamika na sisi in the world, or like which is I'm proud of it. Like I'm proud of it. I'm very proud of it. Well, I push think or keep support it too. naona kuna Afro Bembe sijui na Afro Flavor. Bro, cut it out. Cut that out, bro. For real. How wengine ba Afro sijui Afro nini, bro. Cut that out. Iko only Afro Bembe, bro. We all doing a lot of Afro Bembe, bro, and which is good. I don't feel like tuko tena na muda kuibana bebana sijui bana. Banyewe washaona ipi iko better anyway. Washaona ipi ni jina iko better tubatize mziki wetu anyway. We don't have to talk about all that, man. Cut it out, man. Unaweza kuambiaje wale ambao wametia jina la Afro Flavor? I don't think it's very necessary to kai tena tunagombania huko, bro. Like I know the name, okay, which is good. Like mtu anafanya good, get the good thing, support him. Fuck all that. Like my name's name, cut that out, man. We don't have to be judging like, okay, he need name in a deserve. Man, Afro Bambi is the best one, bro. Like it's gonna make sense. It gonna make a lot of sense, bro. For real. I thought when you get Afro Bambi, but like some in your head, like, okay, you go good, like in a song better, like yeah, you know. And maybe like kama tukikate Afro Bambi, then tuweke Afro East. Na ndo nini ile? Afro beat. And that's it. We don't have to judge like, okay, Afro nini, tuweke Afro idani Afro beat, then tunafanya Afro beat, mmoja anafanya Afro beat anyway. So hata Fino ni msanii kati ya wasanii wa Afro beat, lakini anafanya mkunga kule. Nishangaa mwanangu wako na beti moda anafanya mkunga, bro. Like how ngoma za mkunga ni ngapi za kwangu? Maybe because ina doing good in mkunga. Naona yeye alikuwa ashaanza kutoa malalamiko kwa nyimbo ya Paracetamol ya Dogo Gaspar na ile aliwahi kufanya before. Sasa which is in Konga? What about you then? Mbona unafanya na Konga? Paracetamol baby yo ni mkonga ale mko kanka mule ule utamu, mbona naye kaenda kufanya kwenye beat eti anaanza alistole beat kwangu nini whatever. No, do it, yeah. Go ahead and do your stuff then, bro. Stop like complaining about stuff that should happen and what? Kama una fail kwa failure, then fuck off. When zako anyway, like hey, moda anafanya Konga, yeah, sawa. What about you? And keep complaining about Konga and what, bro? Like, yeah, it's not making no sense, bro. I mean, alichekesha sana anyway. Like, nimeona wengi akasema, oh, okay, no, you were right. I ain't got nothing to say about all stuff, man, bro. Like, I'm like, I feel happy sometimes to industry kuchangamuka, and which is good to me, bro. I be like in a check all the time, like, you know, you gonna talk baby. I promised them people back there in camp like tutabazima too, and which is tunaanza kuviona vinaanza kuhappen. Even though like hakuwa mimi mwenyewe natakiwa kufikia hizo malengo, but people wanakuwa wanapush hiyo kitu, nakuwa niko proud of it. Lengo langu basi sisikike, and that's it. Tusikuwa So tunawekeza wazo kuhiti Tanzania, hiyo tutoe. Moja kati ya vitu akilini mwetu tuvitoe, kwa sababu they always be jealous. Look about our boy Fonda, wanafanya nini kwake, vile vijisu na unafiki mwingi mwingi, which is not good, bro. ndio. So kwa hiyo right now watu wa Afro Flavor wanakuwa naona Afro Bembe iko bera kuliko Yep, yeah. Wanahitaji Banaona iko better, bro. Banishaona. Na ndo maana abasemi kuhusu hivyo, cause they already say okay, let's do it. Kwa sababu mimi najiita Afro Bembe, Nyango najiita Afro Bembe, Belami na wengine wote wanajiita Afro Bembe. Wewe Afro East wao mwenye ametrendi ni nani? Hakuna. Wanajaribu kuwapambikizia ma newcomer artists like kama Gaspar, Johnny Boy, which one are doing better right now, like could try to put your side ili waaminike like wako na some artists bako in a good way. Abana hata artists mwako sawa anyway. So the bale wote vile artists wote wanaamini Afro Bembe sounds good better than Afro East further. So I don't got to discuss about those stuff, man. Sije kaniletea mambo mengi. Okay. Unaweza kuwaambiaje mashabiki zako right now?
I mean, we keep focus kupush mziki wetu, which is better, and I trust that. That's good. Wategemea lini ngoma mpya ya Moda? I wasn't thinking man anything. I mean, we'll be doing a good thing a lot, which is good. Like I keep focus too. Ila mimi kwangu kuna song yenye itakuja later inaweza ikaitwa MOA, but they don't. It's not like MOA na imbia MOA in that way, but iko in a good way, bro. Kwa hiyo ngoma yako ya Mo utaachia leo? Sijajua ni lini nitaiachia. Anyway, nina title but sina. Lakini wategemea ngoma mpya. Yeah, ndio hivyo. Okay. Thank you sana bro kwa ushirikiano wako pamoja sana. Asante sana. Okay. Nahitaji tutakuwa pamoja zaidi sana. Amina sana. Inshallah. Maboy, zidi kufocus mdogo wangu, unaanza kuwa vizuri, ukifanya hivi na every artist itakuwa iko better, Asante sana kaka. Yeah,